Mimi chumba kinachofuata hapo mioga nakaa na mwanangu. Ila mpaka muda huko ondoka na funguo, simu zake hazipatikani na mimi nataka kulala. Na mimi nimerudi sijui hata nalala wapi. Kwa hiyo kama unaweza kanistiri huu usiku mmoja basi tashukuru sana. Pole. Basi sawa, hamna shida. Wewe mbona umekubali haraka? Kwa hiyo tunalala wote chumbani, si ndio? Hamna shida, si usiku mmoja tu. Chumbani, si ndio? Twende. Haina shida basi. Kidegi. Nimerudi ndugu yangu. Wewe nini mwanangu, unaharibu. Mama wewe. Una funguo? Mbona kama nimesikia sauti ya nani? Mbona nimesikia sauti ya mwenzio? Nani? Mwenzangu nani? Nani yupi? Babu mwenyewe nani? Achana naye. Yupi? Hayupo? Yupo? Msogea. Ungesogea, achana naye. Twende tu sisi kwanza ndani. Achana naye. Kafanya nini? Huyu. Si ametoka huko amefika hapa kumbe kapoteza funguo. Sasa mimi shida yangu ni moja. Kama ukipoteza funguo nikikuangalia hivi, serious hivi, nikikutumbulia macho, unakufa hapo. Ndio hiyo ndio shida yangu. Ndio maana amekufa, si nimemwangalia sana kapoteza funguo. Yaani hata kama wewe kuna funguo yako imepotea nikikuangalia sana, kazi imeshaisha. Kwa sababu mimi haijalishi funguo ni ya kwangu sio ya kwangu. Ndio maana nakwambia elimu ni ufunguo ya maisha. Ndio hivi sasa mimi nimemwangalia kaniambia nimepoteza funguo. Sasa ile kumwangalia sana kwa sababu tayari nina hasira. Ndio maana nilisema ninaachana naye. Wewe njoo tu. Hapa naweza nikamwangalia sana hivi akafa mara ya pili.